nataka nikuambie kitu. Dunia ni tatu. Dunia ya kwanza ni ile yenye ukiwa ndani ya tumbo ya mamako kwa miezi 9. Wakati huo wewe mwenyewe ulikuwa huna uwezo, huna amri wala mamlaka yoyote. Uwezo, amri, mamlaka zote zilikuwa na mamako. Kama hangetaka kukuhifadhi miezi 9, angekutoa ama angekuua ama kuangamize. Kwa hivyo dunia ya kwanza ni ya miezi 9, na huwa mtu hana amri yoyote, hana uwezo wowote. Sio kama unanielewa? Dunia ya pili ni hii ambayo sasa umekuja kuzaliwa, unajikuta katika hii dunia. Hii ni dunia ya pili. Na hii ni dunia ambayo ni nzuri sana. Kwa sababu ukija katika hii dunia, kitu cha kwanza kabisa mtoto huwa analia. Kulia maana yake ni unalilia maisha ya hii dunia. Kwa sababu yana changamoto nyingi. Kwa sababu yana wakati mzuri sana na mbaya sana. Kwa sababu shetani yuko katika hii dunia. Hii ndio dunia ambayo iko na option, yani iko na chaguo la moyo wako. Kwa sababu kwa miezi 9 ukishatoka kwa tumbo uje katika hii dunia, unahifadhiwa na huyo mzazi ambaye ni mamako. Anakulea, unatendekezwa. Anakulea, anakusomesha mpaka unapofikisha miaka 18. Ukifikisha miaka 18, mamako anashukuru sana. Akikulea na akikusomesha, anashukuru Mungu. Anasema, asante Mungu, maana umenisaidia kulea hiki kiumbe. Nimekilea, nimekihifadhi kadri na uwezo wangu. Sasa nakikabidhi serikali. Unapokabidhiwa serikali, kitu ya kwanza serikali inafanya, inakupatia certificate inaitwa kitambulisho. Kitambulisho maana yake ni wewe umekuwa Mkenya halisi, mzalendo halisi, ambapo wewe sasa umekabidhiwa certificate ya kufanyika kuwa umepata nafasi ya kujiamulia, na umepata nafasi pia ya kuhudumia nchi yako kama mzalendo mtukufu, Kenya halisi. Mungu naye pale anakuambia baada ya kifo ni mauti. Kwa hivyo ukiwa katika hii dunia ya pili, haujahukumiwa, ila hukumu inakugojea baada tu ya kufa. Lakini uko na nafasi ya kujichagulia. Maandiko mengine yakasema, tazama nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, ujichagulie. Kwa hivyo hii ndio dunia ya kujichagulia mema na mabaya. Kule utakakoenda ukishatoka katika hii dunia, maisha utakayoenda kukabiliana nayo, either ni ya uzima ama ni ya mauti, unajichagulia katika dunia hii. Kwa hivyo hii dunia ni dunia nzuri sana. Manake ni dunia iko na chaguo la moyo wako. Ukijichagulia kuwa mwizi, ukijichagulia
kuwa kahaba ukijichagulia, kuwa conman ukijichagulia, kuwa broker. Yaani hii ni dunia ya chaguo la moyo wako. Ukijichagulia kuoa, ukijichagulia kukaa hivyo, maisha upweke, ukapela. Yaani hii ni dunia ya chaguo la moyo wako. Dunia nzuri sana. Ni dunia ambayo iko na chance ya wewe mwenyewe ujiamulie. Kwa hivyo, kwa wale wenye wanasema ya kwamba eti ponda mali kifo chaja, my friend, kifo kikija ujue kinakuingiza katika hukumu. Swali langu ni je, utakapotoka katika hii dunia utakuwa umejichagulia kwenda wapi? Maanake kutoka hapa option ni mbili. Ni uzima ama mauti. Ukisoma katika kitabu cha Luka 16 inaongea kuhusu watu wawili walikuwa wanaishi kwa hii dunia, tajiri na Lazaro. Tajiri alikuwa anaishi katika anasa. Dunia hii ina anasa nyingi sana. Alijifurahisha katika anasa. Lakini Lazaro alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa anajua kuna maisha mengine baada ya haya maisha ya huu mwili. Kwa hivyo Lazaro hakupoteza nafasi. Wewe nawe usipoteze nafasi katika hii dunia ya kujichagulia. Nimekuambia dunia ni tatu. Dunia ya kwanza ni ya miezi 9. Dunia ya pili ni hii dunia ambayo iko na chaguo la moyo wako. Dunia ya tatu ni kule uendako ambako ni uzima ama mauti. Kwa hivyo chaguo ni lako. Wewe mwenyewe ndio utaamua utajichagulia nini. Elewa hiyo.